So, hi guys, this is your boy I am Elvana and welcome to another episode of the Daily Talks with Elvana. Mkoaje wa jamaa, it's been a while, I know, and thanks for being family, thanks for being here. It through your support na presence yenyu that inafanya nikuwe hapa every day, every time. And I appreciate sana for everything, guys. I just want to say thank you again and mzidi kunisupport. I appreciate sana. Hadi tufike huko. It's a journey, I know, but hii journey haiwezi kuwa journey bila nyinyi. Thank you so much. So apparently kuna story imekuwa ikitrend about watu kupotea, wase kupotea generally. Sijui thoughts zenyu ni gani about all this thing, because a single day haiziisha bila kuona status ya msee imeandikwa, oh please share so and so has been missing since sijui day fulani. Hiyo story imekuwa ikitrend sana. Watu wanaibwa, watu wanapotea. And the question is that how watu wanapotea wakienda wapi? We have a country. We have forces. Ingekuwa ni msee ametusi prezo, ama ingekuwa ni msee ametusi MP, ama ingekuwa ni msee ameenda kuandamana, DCI wange track huyu msee hadi wampate. Right? Ingekuwa umefanya kitu against the government, ungetafutwa upatwe. But why is the government not taking any single action about history ya Toi? Honestly, we are all seeing that kuna a very active child trafficking syndicate that is happening ama is running in this country. Watu hawawezi potea hivyo tu all of a sudden. It started with the story of the Endarasha kids. Hii story katulia. We never know up to today watu walipelekwa wapi. Government iliongelea kidogo na ikanyamaza. Now tumekuwa na a lot as a country, fuel prices zimepandishwa, life imekuwa inazidi kuwa hard, taxes ndio hizo zina increase, then ndio hiyo story ya child trafficking. Watu wanapotea. A 2-year-old unasikia amepotea, 3-year-old amepotea, 6 hadi juzi kumekuwa na ingine a 6-month-old amepotea. Like, what's not happening as a country? Mbona gava haitake any action about all this story wakati hii tunajua vizuri they can do something about it? Who are leading us as a country? Kitu inaniuma zaidi ni ati it's the same government yenye inatu promise ama inatuambia safety yetu iko checked. Ni hao watu ndo bado wana assume stories zenye ama stories zetu wakati tunahitaji help yao. It's so bad, I know it's so bad. Wase wanalia, a single day haiishi. Unaangalia huku unapata mtu amepotea, huku mtu amepotea. Then live alone, ilikuwa kama kitambo mtu yake kipotea unapata amerepost amepatikana Insta. Siku hizi unapata the only time msana anapatikana ni wakati amemadwa and stuff. Wengine hadi inaenda hawapatikani kabisa. It's something that inakuwa very serious. I don't know why the government is not yet talking about this ama what's not happening, because ingekuwa issue moja ama mbili inge make sense, but hawa ni wase wengi. On a single day unaona kama post kama 2-3 wakirishare, na ni kitu ina raise alarm sana. Sijui government wanatumianga protocol gani ama kitu inafaa ku happen ama inafaa kuwa intense agenda ifike level yenye wanaongelea hiyo stuff ama wana take actions. But ukweli ni ati kuna parents wanabaki kulia, wanabaki kutafuta watu wao. They have to take actions on their own. Unaona inafika level hadi tunafika kushare kwa status because wase wanafaa kutusaidia watusaidie. But deep down najua ni kuna ama tunajua there is something that ina go wrong somewhere na haiongelewi. Na si first time ama si second time. So, ukiona msee amerepost ama ameshare hiyo stuff, now it's time to take actions on our hands. We just take your time and share, because ni sisi kwa sisi, na no one is coming for us, no one is coming to save us. Ni sisi tunafaa kujisaidia. Na kama wewe ni msee uko hapo nje una aid stuff ama una support hiyo whatever, ama wewe ndio una ibaha watu hii,
Sijui ni nini na rank kwa mind yako. Kama ni unaiba juu ya doo ama unaiba juu ya rituals ama unaiba sijui, because nasikia kuna waseti wanasema watu wanapotea juu there are people who are using them for rituals and stuff. Najua unataka doo, but ukishapata hii doo, huyu mtu hii, what do you think about them? There are better ways of making money or getting money yenye unaweza fanya bila kusumbuana na life ya msee, bila kuinterfere na life ya msee. Kuiba mtu hii haujamuaffect yeye, umeaffect familia yake, umeaffect wase wako around him or her. Like ni circle kubwa. As much as unataka kujibamba ama kujifurahisha ama kukuwa wealthy, kuna wase unaacha ukiwa umewahurt sana ama umeaffect sana, na it's high time to consider it as a country manze. Of late nimekuwa nikirant sana about all these stories zenye zina happen with our country. That's not me at all, but mna force mse kufika level ka hiyo. Mna force mse kuongelea stories zenye zina affect us as a country, zina tu affect sana. Ukiona mse anaongelea kitu ni zina affect sana, inakuwa mbaya please. Tusaidiane tu as a country, tusaidiane. Usikuwe mse anajiona, mse anajipenda zaidi mpaka uone life ya mse kukua, ama uone mse ako worth living, ama uone maana ya mse coexist. Usijipende to that level. Compare this with your kid, your sister, your brother. Nugget. Tusaidiane tu. Ukiona mse ama ukiona mtu yeye mwenye haujawahi muona before kwa hood yako, ama hauna any clear whereabouts za mali ametoka and stuff, just take that action, report. Saidia mtu yeye arudi kwa wazazi wake, saidia mtu yeye arudi kwa familia yake. Yeah. And that's what we need to be as a country, Nugget. Tusaidiane tu. And together let's stop this idea ama historia watu ikupotea, because inakuwa too much sasa. There is a lot happening as a country at the moment yenye kama kuna kitu tunaweza avoid, then to avoid. Tusikue country yenye kila siku ina trend ama inaongelewa over bad things. We can do better as a country. Sijui thoughts zenyu about all these things, but personally mimi naona nimejam sana about all this story now. Na feel there's a lot that we need to do as a country, ama there's a lot that we can do as a country, na tuna assume na ina affect sana pia. So unaweza share thoughts zako about all this story, about child trafficking shit, about itu story ya watu kupotea na hatuna any clear reason about ama why this is happening. Watu wanapotea wapatikani, akipatikana ameuliwa. Like okay, amepatikana ameuliwa, what are we hiding as a country yenye mtu yake akipatikana lazima tu akweni kukufa amekufa. Nugget. It's so bad. You can share ideas and tell me what you think about all this. But personally, ni mbaya. Thanks for being here. Thanks for being part of this journey. It has been your host. I am Elvana. Till next time. Bye bye.